Je, kwa nini vijana wengi wanavaa pete na bado hawajaoa? Wengi wanachukulia kama urembo. Kwa ninavyoona, yani wengine wanazinunua zile zinakuwa labda eleni, cheni, lakini inakuwa na pete yake. Kwa hiyo wengi wanachukulia ni urembo, lakini wengi sijajua kwa nini wao wanapenda kuvaa, lakini upande wangu ni urembo wanavyochukulia. Ila kwa kushauri labda naweza nikasema sio nzuri sana kuvaa zile, hata kama ndio urembo sio vizuri sana, sababu kama mwanamke ni utambulisho. Ukivaa ile mtu anaona kabisa bana umeolewa. Kwa hiyo anaweza kaa unafunga malango ya ndoa kwenye maisha yako, kwa sababu huyu mtu anajua huyu ameolewa, sasa amfuata wa nini? Kwani wapo vijana wanavaa bila kujua. Sasa hivi watu wengi wanavaa pete bila kujua. Kwa mfano kwa takwimu nyingi sana unaona kwamba kidole cha mwisho mtu akivaa, mwanamke au mwanaume, anamaanisha anatafuta mchumba. Lakini akivaa kidole hichi hapa cha shahada hichi cha ndoa, anaonekana anapata mchumba au yuko kwenye mahusiano. Akivaa kidole cha kati anamaanisha ana mchumba kama sijakosea. Na akivaa kidole hichi hapa sijajua ina maana gani sana, lakini pia sio vizuri kwa kijana ambaye hajaingia kwenye mahusiano wala ndoa kuvaa pete. Vipi kwa mila na desturi za Tanzania, zinaruhusu vitu kama hivyo? Mila hairuhusu kitu kama hicho. Hiyo ni desturi. Desturi na mtu. Mila kwa mfano leo viongozi wakuu wa nchi wanasema tunafuata mila zetu za Kiafrika. Lakini hata wakisema tunafuata mila na desturi zetu, bado sio sahihi. Mila ni mfumo ambao upo, ni mfumo kabisa. Lakini desturi ina mtu mmoja mwingine. Kuna mtu mwingine ana desturi ya kulewa, mwingine hana desturi ya kulewa. Kuna mwingine hanywi chai mpaka desturi yake lazima akanywe chai magengeni. Mwingine hanywi chai, hali chakula lazima akirudi nyumbani kisha shiba, lazima ale hotelini. Hiyo ni desturi, lakini mila hairuhusu vitu kama hivyo. Kwa hiyo hawa watu ambao wanasema kwamba inakuwaje vijana sasa wanavaa pete hali ya kuwa hawajaoa au hawajaolewa, hizo ni desturi au tunaweza kusema mila za kimagharibi. Karibu kupata elimu katika makala haya. Mimi ni Samuel Godfred. Watu wengi wanaweza kuwa na maswali juu ya pete ya ndoa, na wengine hata kujiuliza kwa nini baadhi ya vijana wanavaa pete kabla ya kuoa. Sasa nitaanza kukuelezea ujue maana ya pete. Pete ni bendi ya duara, kwa kawaida hutengenezwa kwa chuma, huvaliwa kama vito vya mapambo. Neno pete lenyewe linaashiria vito vinavyovaliwa kwenye kidole inapovaliwa kama pambo. Pete za harusi zinaonyesha upendo wa milele na kujitoa ndani ya uhusiano. Nembo hii ya upendo huvaliwa kati ya watu wawili siku ya harusi ili kuonyesha ulimwengu kuwa wamefunga ndoa. Historia inaonyesha katika karne ya 14 baada ya kuja Kristo, katika nchi ya Misri iliyo kaskazini mwa Afrika, watu waliokuwa chini ya ufalme wa Farao walianza utamaduni wa kuwekeana viapo vya uaminifu katika mahusiano yao ya kimapenzi na ndoa kwa kutumia pete. Vijana waishio kata ya Kionda kutoka mkoani Morogoro wamesema vijana wengi wanavaa pete kwa imani zao na mwingiliano wa watu kuja Tanzania. Nyingi ambazo mimi kama kijana labda ninaweza nikaeleza. Sababu ya kwanza ni muingiliano wa ni muingiliano huu wa nchi hizi ambazo huwa zinakuja Tanzania hapa nchini kwetu. Hasa Tanzania, kama vijana wa Tanzania tunaiga hizi tabia kutoka nje, na sio kanuni kama kijana hajaoa, hana mke, hatakiwi kuvaa pete. Lakini pia hii ni tabia fulani ambayo mtu amejijengea kwamba anafanya kuona kwamba kile kitu kinauzwa, anavaa tu, hajui maana yake nini. Pete na maana. Kuna watu ambao wameoa, unajua yule kaoa lazima avae kwenye kidole chake hiki cha tatu hapa. Yaani iwe ni jinsia ya kike ama ya kiume, lazima atavaa kwenye kidole hiki cha tatu hapa. Kwa hiyo inamaanisha huyo mtu
kuunganishwa, ni kitu kimoja na mtu mwingine. Tuanze kwenye imani moja kwa moja. Wengine wanavaa pete wanaenda kwa imani za kishirikina, kwa waganga, wanaambiwa hii pete ukivaa kwenye kiganjo chako, kwenye kidole chako, unakuwa unapata utajiri, unapata umaarufu, unapata kibali kwa watu, unapata kufanikiwa kwa haraka, kwa pesa. Lakini pia sio vizuri kwa kijana ambaye hajaingia kwenye mahusiano wala ndoa kuvaa pete kwa wakati huu, kwa maana atajizibia riziki, ama inaweza ikaleta picha mbaya kwa wanaomtazama, kwa wanaomzunguka. Lakini sio nidhamu mbaya kuvaa pete. Ni moja kati ya urembo, lakini sio tamaduni zetu sisi kama Waafrika kuvaa pete katika vizazi vyetu. Wasanii wa muziki wa Bongo Flava Fivala na Dawei wamesema uvaaji wa pete kwa wasanii unatazamwa kwa pande mbili, kupendeza na imani zao nyingine. Kizungumzia upande wa wasanii wapo wasanii ambao wanavaa pete kwa madhumuni ya muonekano, pengine kwamba unyamwezi wanaita, au ikiwa ni sehemu labda ya wao kupendeza, ni sehemu labda ya kodi yake, yani sehemu kwamba leo outfit ya leo itaenda na pete fulani na fulani na fulani. Na kwenye hilo swala mfano la mavazi tu na kuvaa pete, yani kuongeza muonekano, sio tu wasanii, nimeona hata watu wengi pia wamekuwa wakifanya hivyo. Kuna pete tofauti sasa hivi zinavaliwa kwa jinsia ya kiume, hata jinsia ya kike wanavaa pete mbalimbali, zipo za urembo au za kuongeza tu muonekano hivyo. Umeona? Hilo ni dhumuni la kwanza, la muonekano na kupendeza. Lakini dhumuni la pili inaweza ikawa mtu kavaa pete kwa mfano kwenye nadhani pete zinazoongelewa sana hapa sio za ndoa. Kwa hiyo ukiachana hizo za muonekano na kuongeza kitu fulani kwenye outfit ambayo kavaa msanii, kuna pete ambazo watu wanazivaa pengine kwenye engo ya kiroho au on a spiritual level, kwamba kuna pete zina mawe tofauti. Mfano nadhani sio tu wasanii, hata viongozi wa dini. Mfano nishawahi kuona mashehe wanavaa pete zina mawe kwa juu, na kuna mawe mbalimbali yenye maana mbalimbali au yenye kazi mbalimbali. Mfano kuna jiwe linaitwa Tiger's Eye, kuna jiwe linaitwa Carnelian, kuna jiwe linaitwa Lapis Lazuli, kuna jiwe linaitwa Dalmatian Jasper. Kuna mawe tofauti. Kwa mtu anaweza kavaa pete ikiwa ina jiwe kwa hapo juu. Kwa mimi binafsi, labda niongelee mimi binafsi, kwa sababu nikizungumzia watu wengine naweza nikasema labda ukute labda na imani zao kuhusu kuvaa pete, lakini mimi binafsi nikivaaga pete navaa tu kama urembo, na navaa kama fashion. Sichukulie kama kitu ambacho labda kitakuwa kinamaanisha kitu fulani. Hapana. Sometimes unajua unyamwezi tena, unajiona kama mkono upo mtupu, inabidi uweke kidonda, inabidi uweke pete fulani, inabidi ule vicheni fulani, vitu kama hizo. Kwa hiyo au sometimes kacha, unaweza kavaa kacha mkononi, kavaa kitu shingoni ambacho kina uwezo tofauti, hata kama sio cheni, hata kama ni kacha mtengenezwa, vitu kama hizo. Kwa hiyo lazima iwe ni asili ya vyuma au. Kwa hiyo sasa inategemea sasa na watu wengine labda wanavyochukulia kwenye masuala ya kuvaa hivyo vitu, labda kama kuna imani zao zingine. Lakini kwa upande wangu mimi navaa kama urembo. Kiukweli sina elimu hiyo, sijajua vizuri kiundani kama kuna watu wanavaa pete labda wanakuwa na imani zao tofauti, labda sijajua. Lakini mimi ninachoamini, na naamini sana kwenye kupendeza tu, kwenye kuwaka mzee wangu, ndio ninachoamini. Kwa hiyo sina elimu hiyo kiukweli, sina elimu sana ya ndani kuhusu masuala ya pete. Ninachojua labda kama hivyo pete za ndoa waga naona watu wanavaa pete za ndoa, au pete za urembo ndio watu waga wanavaa hivyo. Wananchi waishio mtaa wa Fundogolo kutoka mkoani Morogoro wameelezea pete katika makabila yao, wakisema tangu wanakuwa hawajawahi kuona watu kwenye jamii zao wanavaa pete kama hawajaoa. Kikabila letu, mimi ni Mpare. Kabila letu la Kipare tangia zamani, wakati mimi ni mdogo mpaka nimekuwa, kweli swala la pete nilikuwa naliona kwa watu ambao tayari wameshakuwa, alafu wamekuwa ni wanandoa. Pete ilikuwa ni swala la ndoa. Lakini miaka iliyoendelea mpaka kipindi hiki, karine hii, kwetu niseme halipo sana, lakini unajua watu wana mambo ya kuiga. Sasa unakuta watu wanatembea, wanatoka nje, wanaenda mikoa mingine, wanachanganyika na makabila tofauti. Kwa hiyo unakuta sasa hivi kijana mdogo
bado labda yuko shule au yuko chuoni hajaolewa, lakini unakuta tayari amevaa pete. Yani wanavaa pete sasa hivi wamechanganyika kama urembo, badala ya ndoa tena pete imekuwa ni urembo. Kwa hiyo hilo mimi naona ni changamoto ambayo imejitokeza kwa kipindi hiki, ambacho unashindwa kuelewa kwamba pete nafasi yake sasa hivi iko wapi. Kwa sababu pete nafasi yake ilikuwa ni mtu mwenye ndoa, lakini sasa hivi hata ambaye hana ndoa ndio unakuta ana pete. Lakini kuhusu kabila langu la Kiluguru, sijasikia kwamba labda ukifika umri fulani uvae hiyo pete. Hapana, kwamba kila anovaa pete, kuna pete ya uchumba na kuna pete ya ndoa. Sasa kuna mtu mwingine anavaa pete ya uchumba na hajachumbia wala hajachumbiwa, lakini kavaa. Ukimuuliza anakuambia bwana, mimi nimevaa tu kwa pambo. Kwao ni kwa napenda ni washauri vijana wenzangu tuvae kitu ambacho chenye faida au kuelekeza mtu ambaye anatakiwa akujue kwa muda huu uko watu wa gani. Kwa kabila letu miaka ya nyuma sijawahi kuona wazee walikuwa wanavaa pete. Awe mwanamke awe mwanaume walikuwa hawavai pete, lakini miaka ya 70 kuja hapa tunaona kila aliyeolewa anavaa pete. Sana tamaduni kawaida ya kibiblia ni kwamba mtu anapoolewa anatakiwa awe na alama, anapooa anatakiwa awe na alama inayoonyesha kwamba huyu ni mtu wa namna gani. Kiongozi wa kimila kutoka mkoani Morogoro, Chief Kingalu wa 15 Mwanabanzi wa pili, hapa anaanza kuelezea kimila na kwa desturi za Kitanzania, kijana ambaye hajaoa haruhusiwi kuvaa pete. Kwa nini wanavaa zaidi hizo pete? Au hizo pete kwa nini wanavaa zaidi na zaidi na zaidi? Kiasi ambacho hata nyinyi watu wa habari mnashangaa, mnakuja kutuuliza sisi. Wao wanavaa, wanataka kupata kwa urahisi zaidi. Sasa sijui kama ni kweli wanapata au wanabaki na hayo makito kwenye viungo vyao vya mwili vya vidole, sijui. Lakini imani yao inawapelekea kwamba akivaa hiyo pete kuna mzunguko wa pesa unamjia katika mazingira ambayo sio. Yani sio ule wa kawaida wa kufanya kazi. Na uweze kupata pesa pasi na kufanya kazi. Kwa hiyo hizo ni imani zao za kimagharibi, lakini mila, kama mimi kiongozi wa mila mkuja kuniuliza kama ni kiongozi wa mila upate kujua ni kwa sababu gani. Hata mambo ya ushirikina sijui au mambo ya hapa hakuna. Hapa ni mambo salama kabisa. Utukufu ulikuwepo hapa ni kama msikiti tu, na utukufu ulikuwepo hapa ni kama kanisani tu hapa. Kwa hiyo hapa pana utukufu kulikweli. Kwa hiyo mbadala wa kuvaa hizo pete, huo ni mbadala mwingine ambao hauhusiani na mila, hauhusiani na ushehe, hauhusiani na upadiri hata kidogo. Shehe kama shehe ana taratibu zake za kishehe, mchungaji ana taratibu zake za kichungaji, padri, baba askofu, na sisi viongozi wa kimila. Lakini swala la kuja kubandika tena kitu kingine hapo juu, hapana bana. Kwa mfano wenzetu wa Kristo ndio waliokuja na mfumo wa kuvaa hizo pete za ndoa. Ndio waliokuja na mfumo huo kwa sababu ya kuletewa, hivyo tumeletewa. Kwa mfano hata hizi dini, tulivyoletewa dini na tumeletewa hivyo vitu. Dini ya Kristo tumeletewa na wazungu na Uislamu tumeletewa na Arabu. Lakini hii mila tokea Adam na Hawa, Mwenyezi Mungu anaumba Adam na Hawa, wakati anatoa maelekezo pale walipokengeuka wale kufanya ile kula hilo tunda, alipotoa hukumu na ndio pale mila ikaanza kufanya kazi. Kwa hiyo hapakuwa na pete. Hivi vitu tunarithishwa na wazungu, au tunarithishwa na wazungu kwa upande mmoja, kwa upande mwingine tunarithishwa na Waarabu. Sababu hata Waarabu nao wanavaa hizo kito na pete za kuoana wanavaa. Kwa hiyo tunaletewa kama tulivyoletewa dini tu. Lakini katika mifumo ya kibinadamu kabisa kwa Mwenyezi Mungu hakuna kitu kinachoitwa pete. Hamna. Viongozi wa dini nao wanatia msumali kwenye jambo hilo. Na sisi kama Wakristo tunatumia pete ambayo ni mfano wa hii hapa niliyovaa, ambayo ina mviringo usiokuwa na mwisho wala haijaungwa mahali. Kwa maana kwamba agano hilo ni agano la milele, halina mwisho.
na ndio maana agano la ndoa linasema kwamba mpaka kifo kitakachowatenganisha. Kwa hiyo agano linafanyika kwa kupitia ndoa, na hiyo ndoa inakuwa ni ishara ya kila mmoja kutunza uaminifu wake, na kinachotenganisha agano hilo ni kifo, kwa sisi ambao ni Wakristo ambao tunaamini hivyo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni kama kitu kidogo, lakini kwa sababu kinakuwa kimejengwa kwenye misingi yenye maana hiyo, na watu wanakiheshimu na wanakijali, wanaendelea hivyo. Sasa unakuja kukuta kundi lingine wanavaa, halina agano lolote, hana mchumba wala hana mambo ya kuolewa. Unakuta wanavaa tu kwa kuingia tu, kama walivyosema kwamba wengine wanavaa wanasema ni kwa maana ya imani za mambo ya kishirikina, lakini hayo kwa sababu mimi siamini upande wangu, siwezi kuyaongelea zaidi. Ila ninaona tu ni hali ambayo vijana, unajua vijana wengi wanapenda kuingia kwenye mikumbo ya kuiga vitu, wakiona tu wanaona kama fashion mwingine hivi, lakini sio wote wanaoelewa maana ya hizo pete. Wapo wanaoelewa, lakini sio wengi. Wengine wanaona tu kama ni fashion, unakuta mtu amevaa kwenye kidole hiki, mwingine amevaa kidole hiki, mwingine hivi. Kwa hiyo unakuta kwamba ni wimbi la vijana ambao wanaona kama style fulani. Mwingine anaona kwamba akivaa pete, maana ilikuwa inatambulisha mtu akivaa pete anajua kwamba huyu ameoa au huyu ameolewa. Inaleta ushindi pia. Ili kijana sasa aonekane kwamba eti anataka kuoa, lazima kuna mambo yatangulize, wakati sheria kuna mambo imeyatanguliza kwamba apeleke posa, apeleke mahari, afahamike kwa ule binti. Lakini sasa hivi dunia inavyokwenda, na maana watu wanaenda kwa magharibi, tunamweza kumuona kijana eti amevaa pete kwamba ndio utambulisho huo wa kwamba eti anataka kuoa, au mwanamke akivalishwa pete eti ndio utambulisho kwamba yeye anataka kuolewa. Katika Uislamu hakuna jambo kama hilo. Haya mambo hayapo katika Uislamu na hayakufundishwa na sheria. Katika Uislamu masuala ya pete kwanza hayapo. Haya mambo ya pete ni katika dini nyingine, lakini katika Uislamu si hatujafundishwa kuvalishana pete. Kwamba kuvalishana pete eti ndio nembo ya kuonyesha kwamba mtu ana mchumba au ameoa. Katika Uislamu hakuna jambo kama hilo. Kinachotakiwa peleka posa ama peleka taarifa nyumbani kwa yule binti, basi utajulikana na itatangazwa harusi. Na ndio maana Mtume akasema ficheni uchumba, tangazeni ndoa. Lakini masuala ya pete katika Uislamu hakuna. Hayo ni matakwa yake, lakini sasa Uislamu hairuhusiwi, na sisi tukimwona mtu namna hiyo pia tunamwambia. Ila pete zipo za kuvaliwa kama urembo wa mwanamume, sababu Mtume alikuwa akivaa pete pia, lakini haimaanishi pete ile ya ndoa. Kambi Ibrahim na Hasani Juma, hawa ni watengenezaji na wauzaji wa pete. Hapa wanaelezea jinsi ya kutengeneza na utofauti wa pete za vijana na za ndoa. Angalia zaidi vijana ni hizi ndio napenda sana kuvaa. Pia hizi ni kwa matumizi ya urembo tu wa kawaida, ambazo zinakuwa ni za silver. Pia kuna hizi, na mkononi kwangu kuna mara mbili hapa. Hii ni ya silver, ya gold. Hizi kwa ajili ya mahitaji ya ndoa. Hii ya ndoa ya silver, hii ya ndoa ya gold. Na pia kuna nanili tena hapa, kuna zingine. Naziona hizi mkononi kwangu. Zina kama vile mara ya kwanza. Hii ni ya silver na hii ni ya gold. Hii ya uchumba. Na hii ni ya uchumba, ila hii ya silver, hii ya dhahabu. Na kidole ambacho kinachovaliwa ni hichi cha pili. Hizo zinatumika sana katika kidole hichi kwa ajili ya matumizi ya uchumba ambao hawajaingia kwenye ndoa. Watakapokuwa wameingia kwenye ndoa ndio unakutana na ile ambayo nimekutolea mara ya pili. Unajua sasa hivi mambo kidogo yameenda. Mtu anapenda kuvaa aonekane. Kwa ukivaa kidole hiki ni ambayo inaonekana vizuri. Kwa majina hizi kwa ufupi ni majina maalum, hazina ni silver, gold. Za kiume, za kike. Kwa za kiume ni zina urembo tofauti tofauti. Unaweza kuona kama hii ina urembo hivi, unaweza kuona hii ina urembo hivi, unaweza ukavaa ni stone na urembo hivi. Ni silver na gold. Kwa urembo ni mwenye kuchagua, au za ringi unaweza ukavaa kama hivi ambavyo watu wengi wanapenda kuvaa vijana wa sasa hivi. Na pengine zina tofauti gani kati ya hizi za ndoa na hizi za vijana ambazo vijana pia wanapenda kuvaa sana?
Za ndoa ni ile ambayo ukivaa kwenye kidole kama hivyo. Umeona ulivyovaa? Hii hapa nimevaa lakini sio ya ndoa, ni ya urembo wa kawaida. Ile unaweza kuvaa. Vijana wengi hawapendi kuvaa hapa kwa sababu inaonekana kama vile umeoa. Wengi wapende kuonekana kama umeoa, ila unaweza kuvaa kama urembo tu wa kawaida. Wapo wanaovaa pete kwa imani zao na wengine wanavaa pete bila kujua, kwa kuiga mitindo ya wasanii. Usifanye kitu chochote bila kufanya uchunguzi. Mimi ni Samuel Godfled.